kuelezea jambo kidogo hapa. Walikuwa wanaamini kwenda mbinguni. Sasa sisi tunaamini kwamba Yesu ndo ametuokoa, ndo limbuko la pili. Sasa sisi Yesu ametuokoa na tunamtegemea Yesu kwenda wapi? Mbinguni. Na Yesu ndo alichokifanya hata kwa wale watu kule. Yesu kwa nini hakumjibu subiri nife, wewe unaenda mbinguni? Hilo swali langu. Kwa nini Yesu hivi hakumjibu? Mimi nimekuja ili nife msalabani, wewe utaingia mbinguni. Kwa sababu tunaelewa kwamba yeye kwa mauti ya Kristo tunaingia mbinguni. Lakini angalia hapa. Yesu alipomtazama akampenda. Maana yake nini? Wewe tayari mbingu ni yako. Zingatia hapo. Akampenda. Wewe mbingu ni yako. Akampenda. Akamwambia, umepungukiwa neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni. Okay, hapa sasa ndo nataka tuanze kuingia deep kwenye kile ambacho nataka tuseme hapa. Umepungukiwa. Kwenye neno jingine nasema ukitaka kuwa kamili. Ukamili anaoongea Yesu ni upi? Kwa sababu huyu ndugu tayari ameshaingia mbinguni kwa namna ambavyo tunaona Yesu alivyompenda. Lakini pale mbinguni ukitaka kuwa kamili. Si umeshaingia mbinguni? Ndio. Unataka kuwa kamili. Sasa ili uwe kamili, ili kuna kaneno kamoja umepungukiwa. Maana yake Yesu anaona huyu bwana kuna kitu hajafanya. Kitu gani chenyewe? Mbinguni umeshaingia. Lakini ukitaka kuwa tajiri jinsi ulivyo ukitaka kuwa kiongozi jinsi ulivyo, kwa sababu naambiwa ni kiongozi kijana tajiri, jinsi ulivyo hapa duniani, ukitaka ukamili kama ulivyo hapa huko mbinguni, nenda kauze mali zako wape maskini. Okay, ni neno alilopungukiwa. Muonekano wako hapa, heshima yako hapa, utajiri wako hapa. Maana hapo tuongelee kwanza katika hili. Utajiri wako hapa. Wewe ni tajiri, tukumbuke. Ukitaka kuwa jinsi ulivyo hapa duniani, uza, wape maskini. Utakuwa na hazina mbinguni. Njoo nifuate. Mimi na swali nyingine hapa. Ikiwa mbinguni tunakwenda kufanana, Yesu tutapata thawabu. Kwa mfano kuna watu wengine wanafikiri, unajua kuna watu wanafikiri tunakwenda kufanana. Tutavikwa uso mmoja, tutakuwa na nini? Okay. Sikiliza. Huyu tajiri ameuza. Tufanye sasa mfano. Ameuza, amewapa maskini. Akamfuata Yesu. Hazina yake iko wapi? Mbinguni. Alafu mbinguni tunakwenda kufanana katika kila kitu. Tutabaki tunamwabudu Mungu, tunafanya nini? Tunafikiria hivyo wengine, mtazamo wa kifinyo sana. Ni kweli tutamwabudu Mungu. Ni kweli tutafanya hivyo, lakini huo ni ufalme. Kumbuka kama ni ufalme kuna vitu vinaendelea kule mbinguni. Kama ni ufalme una currency yake. Una fedha yake, una pesa yake, una namna yake. Kama ni ufalme una serikali. Ndio maana Yesu anasema nyinyi mitume 12 mtaketi katika viti pamoja nami kuhukumu mataifa, makabila 12 ya Israeli. Kuna wengine watakwenda kuwa nguzo. Tutaona kwa yote mbele. Sasa tufike huko afu tunakuta kitu tunakuwa sawa. Mimi niliuza Yesu, nataka kunifanisha na huyu. Yesu ulimdanganya. Kwa nini kuniweka sawa na huyu? Okay. Kauze wape, utakuwa na hazina. Kumbe mbinguni ama katika ulimwengu ujao, katika ufalme wa Mungu, tunaweza kuweka hazina. Tunaweza kuweka mali zetu. Tunaweza kuweka vitu vyetu. Usijiwekee hapa duniani mahali ambako vinaweza kuharibika. Tutasoma katika kipindi kijacho. Usijiwekee hapa vinapoweza kuharibika. Jiwekeeni mbinguni ambako hawezi kufika. Hazina. Aliposikia haya tunaambiwa akaondoka amedhoofika sana huyu bwana. Kwa kuwa nini? Alikuwa tajiri na mali nyingi alikuwa nazo. Oh my God. Kuna kitu alikipoteza hapa. Hakuelewa Yesu anamwambia, Bwana, mbinguni kule
Hautaenda kufanana hivi. Tusome hapa chini. Tuone ambacho Yesu anaendelea kusema. Yesu akatazama kote kote, anatafuta kama kuna mtu ambaye sio mwanafunzi wake, kwa sababu kuna vitu vingine alikuwa haongei kwa hadhira. Anaongea na wanafunzi wake tu. Akatazama kote kote. Akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Hakusema haitawezekana. Itakuwa shida kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Tuzingatie vizuri. Huyu alipendwa na Yesu. Yesu alimpenda kwa namna yake. Kwa kuwa alikwisha. Lakini ukitaka kamili, jinsi itakavyokuwa vigumu kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wake wakashangaa kwa maneno yake. Ukisoma kule, ngoja tuendelee kusoma. Anasema, Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi itakavyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Namba moja kwako ni nini? Ni mali yako? Ni karama yako? Ni utajiri wako? Ni mke wako? Ni mume wako? Namba moja yako ni nini? Ni nafasi yako katika serikali? Kazi yako? Biashara yako? Mwenye mali ni nani? Ni mwenye kitu ambacho anakithamini, mali, kuliko nani? Yesu mwenyewe, kuliko Mungu. Kwa wanaothamini mali, itakuwa vigumu kwao kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno. Okay. Hapa naendelea kusema, nao wakashangaa mno wakimwambia, ni nani basi anayeweza kuokoka? Hebu tuanze na mawazo ya hao mitume. Kuna sehemu Mafarisayo na Masadukayo wanahojiana, ni tawala gani kwa nahoji. Wakasema mfalme ni wa makahaba, tumeona akishinda na watu kama hao, hawezi kuwa mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa maskini, tumeona akiambatana na watu kama hao. Kwa hiyo mitume pia walikuwa ni watu ambao wanaonekana ni maskini. Tunaelewa Petro alikuwa ni mtu anaenda kuvua samaki na kurudi na kuuza, na kipindi ambacho anakutana na Yesu hakuwa na samaki, kwa hiyo maisha yalikuwa magumu pia inawezekana. Nakutana pia na watu wengine walikuwa na uwezo, watoza ushuru na nini. Lakini sasa tuangalie. Huyu ni tajiri. Kwanza Biblia imemweleza kama ni tajiri na ni kiongozi kijana. Alafu Yesu anasema itakuwa vigumu, jinsi gani itakavyokuwa vigumu kwa tajiri. Tajiri, mtu mwenye mambo yanayomtinga, mtu anayejali, mtu anayetegemea na sio Mungu. Unajua kuna watu wanasema mimi bwana nimeokoka ama nimepokea Yesu sio kwa sababu na shida. Hilo na tusome tutakuja kulitazama siku nyingine. Sio mbona shida? Una shida tena zimekujia. Ndio maana kuna sehemu Yesu anasema unajifanya wewe, Mungu anasema katika Ufunuo kule sura ya 3. Unajiona ni tajiri, tena mwenye mali, tena mwenye nini? Kumbe mimi nakuona upo uchi. Maskini kabisa. Nakupa shauri uje ununue kwangu dhahabu safi, vazi la kitani, sina nini na nini. Mungu anaeleza. Kwa hiyo si kweli. Sasa okay, niachane na hiyo. Sio somo langu leo. Hapa ikiwa wakina Petro ni maskini, unajua wakati mwingine Yesu asema heri maskini. Unajua tunajifariji katika mambo ya ajabu. Maana ufalme wa mbinguni ni wao. Maskini, unajua ni maskini gani anaongelewa hapa? Nafikiri kipindi kijacho tutaongelea hapo sasa. Tutaanza kuchimbua hapo. Ni maskini yupi anaongelewa hapa? Unaelewa? Anapoongelea mwenye haki, unaelewa ni mwenye haki gani anaongelewa? Wewe ni mwenye haki? Unajua sasa hivi tunajifarijiki. Tujipime kwanza. Hili neno la Mungu likija kwangu
linaendana na mimi au tunapishana? Tunaelewa kina mitume ni watu ambao walikuwa na hali ya chini sana, lakini swali langu, kwa nini walishangaa Yesu aliposema tajiri itakuwa vigumu, itakuwa afadhali ngamia kupenya, itakuwa rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano, lakini sio tajiri? Kwa nini walishangaa? Yaani kitu gani kilifanya washangae? Kama wenyewe ni maskini. Na tunajua wenyewe ni maskini. Hawakuwa na ile level yule tajiri. Kwa nini walishangaa? Halafu swali lao linanipa mawazo pia. Ni nani basi awezaye kuokoka? Maana yake hakuna anayeweza kuokoka. Hakuna anayeweza kufanya nini? Kuokoka. Yesu anawakazia macho, akawaambia kwa binadamu haliwezekana, lakini kwa Mungu anafanya nini? Yote yanawezekana. Okay. Maana yake nini? Hata mitume walijiona wao ni matajiri, hawawezi kuokoka. Ni nani basi anaweza kuokoka? Hivi umewahi kujiuliza kwa nini walikuwa wanauliza hili swali? Umewahi kujiuliza kwa nini walishangaa? Itakuwa vigumu kwa tajiri. Sasa nani anaweza kuokoka? Kuna fundisho ambalo hatujalifahamu na tumejiaminisha katika fundisho jingine. Ni fundisho gani ambalo hatujalifahamu? Tumejiaminisha katika nini katika haya maandiko? Na tunakuta pale mbele tumekuja soma kifungu ili kwa tuwekane sawa. Petro akamuuliza, basi sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe Yesu. Yesu akawaambia, akasema, amina nawaambia, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu nini akaeleza. Nimeshasoma, sitakurudi huko tena. Huyu tajiri ameambiwa akauze wapi maskini, atakuwa na hazina. Alafu Yesu anaambia baada ya huyu mtu kuondoka, jinsi gani itakapokuwa vigumu kwa huyu tajiri, kwa matajiri kuingia. Sio kwamba wengi wanaingia, ila namna yao watakapokuja ku. Wewe ni tajiri wa nini? Wa ubizi wa shughuli zako. Kule utakwenda kufananaje? Bizi na mambo yako. Mtu mgumu katika kutoa sadaka. Mtu unayejaji sadaka yako imeenda kufanya nini? Mtu unayeona umeibiwa katika sadaka uliyotoa. Watu wanaojaji, unaelewa kwamba unatakiwa kujiwekea hazina, na namna unavyofanya unajiwekea hazina. Nafikiri tutaona mbele somo lijalo. Chochote unachokifanya kinakuwekea hazina katika ufalme wa Mungu na unakikuta. Unapouliza kwamba mimi sadaka wewe ni sana, mtu anaweza nimeibiwa pesa zangu alipoenda kuweka benki. Mamlaka usije kiangalia kuta kuna hela zako. Sasa umeibiwaje? Labda kama wewe mbinguni, sawa, tuambie. Tuwekeane wazi. Labda kama siendi mbinguni. Lakini kama njia yangu ni hiyo, kwa nini basi? Ninajiandaa vipi kufanana huko? Ni mambo gani yamenitinga huko? Ndio maana tunaambiwa siku hiyo watu wote watakuja kujiona kwamba hawakufanya vitu. Wakatamani kama wangekuwa na muda tena waangalau wafanye jambo ili waweze kujiongeza thamani yao katika ile thawabu ambayo watapewa. Lakini itakuwa mwisho, haitawezekana. Mitume wanashangaa. Walikuwa wanashangaa nini? Tunaelewa wao ni maskini kabisa. Hawakufanana na huyu jamaa. Kwa nini walijihesabu katika kundi la tajiri? Umetingwa na mambo yako. Uko tofauti kabisa na habari za Mungu.
Mpendwa, Mungu anatuhitaji tufanye vitu, ni kwa ajili ya ufalme wake, ndio, ni kwa ajili ya utukufu wake, ndio, lakini anatuandaa. Ukijua unaandaliwa kwa ajili ya nini, nafikiri ndio utaelewa vizuri. Ukijua ufalme wa Mungu utafanana naye, nafikiri utaelewa vizuri. Tutatazama somo lijalo. Ukijua nini kitaendelea baada ya kupewa thawabu zetu, nafikiri ndio utasimama katika nafasi yako vizuri. Nitasimama katika nafasi yako vizuri. Mimi ninajiona nimechelewa kufanya hata hiki ninachokifanya sasa hivi, kusema na wewe kama navyosema, naona nimechelewa. Napambana kwa kila namna nihakikishe kwamba nafanya hiki angalau nianze kuongeza thamani yangu, ili na mimi niwe mmoja wa watu ambao naongeza kung'aa kwangu kama nyota, mtu mwenye haki. Natafuta namna nimpendeze Mungu wangu. Kuna wale waliompendeza Mungu. Tunapaswa kumpendeza. Tutaona. Siji tunaelewana mpenzi? Si tuko pamoja? Kuna jambo gani linanitenga? Hilo jambo linanipotezea muda. Napoteza muda. Mungu sio kwamba anataka tukauze mali zetu. Acha vyote kwa ajili ya Bwana, na maadamu uko nacho, acha kwa ajili ya Bwana. Sio uache kwamba unaacha. Unaweza kuwa na mali, lakini mali yako isiyo priority. Mali yako isiyo kitu cha kwanza. Wa kwanza awe Mungu. Mali yako imtumikie Mungu pia. Tutaelewana huko mbele baadaye ndipo tunachokuja kuongea. Kuna watu kweli mbinguni tutaingia, lakini namna tutakavyokuwa ni maskini kabisa. Kuna watu ni matajiri hapa, lakini namna tutakapofika hapo juu ni maskini kabisa. Kuna watu tunajiona tuna uwezo hapa, ni watumishi wa Bwana hapo, lakini Mungu anatuona maskini kabisa. Hatuna uwezo wowote. Kuna watu tunatafuta nguvu za kishirikina ili kufanya kazi ya Mungu bure. Unatafuta lako, unatafuta jambo lako, unatafuta kitu chako. Hiyo sio kwa ajili ya kazi yako, na thawabu yako unakuwa umeipata. Acha, mtafute Mungu, mfuate Kristo. Njia pekee ya kumfikia Mungu ni Yesu. Hatufanyi usanii. Acha kufanya usanii. Ndugu yangu, najisikia kuumia ndani yangu, najisikia kuugua ndani yangu kwamba ninachelewa na ninafanya usanii katika mambo ya kimungu ambayo yananiandaa mimi kuwa fulani katika ufalme wa Mungu. Unafanya bure, unajitaabisha, lakini angalau wewe umechagua kwamba umtumikie shetani kwa manufaa yako wewe, angalau. Lakini nakupa shauri, mtafute Yesu. Mungu yupo, ana namna yake kugawa riziki, ana namna yake kugawa baraka. Tangu hapa duniani utapata mara 100 na hata huko mbinguni. Anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiweza kukaa nje ya mti ama nje ya mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi kukaa nje ya mimi. Shika neno langu, nipende, dumu katika maagizo yangu. Tafuta kweli ya Mungu. Kwa nini utafute ubaya? Kwa nini utafute shida? Kwa nini utafute shetani? Kwa nini utafute mapepo? Kwa nini utumie nguvu za giza? Wewe mwana wa Mungu wewe. Kwa nini udanganye taifa la watu hao unaopoteza
thawabu yako, adhabu yako. Yesu anasema itakufaa ufungiwe jiwe na kutoswa baharini kuliko adhabu ambayo utakuja kuipata. Kwa nini nipoteze watoto wa Mungu? Moyo wangu unalia. Najisikia uchungu. Najisikia uchungu kwamba ninapoteza muda. Najisikia uchungu kwamba sijafanya kamilifu. Najisikia uchungu kwamba Mungu ananihitaji na nimechelewa. Wakati ni huu. Inuka, jivike nguvu katika kile ulicho nacho. Shikilie Mungu. Sema na Mungu. Mwambie Bwana, wewe unaweza kuniimarisha. Bwana, wewe unaweza kunitengeneza. Bwana, unaweza kunijenga. Na Bwana, unaweza kunifanya nisimame katika njia sahihi kutumikia. Na Bwana, unaweza kunitoa katika vifungo hivi. Na Bwana, mimi ni mwanao. Wewe sio mbaya kama Paulo alivyokuwa mbaya. Sauli aliua. Inawezekana umefikia ubaya wake, lakini sio shida. Bwana anakuhitaji. Mungu ana haja na wewe. Simama na Mungu. Baba, ninahitaji neema. Baba, ninahitaji msaada wako. Sema na Baba. Kuna thawabu na kuna kutoa hesabu na kuna kupewa sawa sawa na vile ulivyofanya kazi yako. Uliyemwagia maji na uliyepanda, kila mmoja kulingana na taabu yake atalipwa sawa sawa na vile anavyostahili, na kila mmoja atakuwa na namna yake na hatutafanana. Na kuna wengine watakuwa na uwezo mkubwa zaidi na kuna wengine watakuwa na uwezo mdogo zaidi. Mimi nakushauri, tazama tu duniani hapa sasa hivi, kwa sababu mbinguni iko duniani tayari. Ufalme wa Mungu upo hapa duniani. Tazama watumishi wengine wa Mungu. Mimi nasema watumishi wa Mungu, watazama. Wamepewa namna yao, wamepewa heshima zao, wamepewa kila namna yao. Kuna watu wengine wa Mungu mnanisikiza pia ni wakubwa. Mmepewa namna yenu. Ni thawabu ambayo Mungu amewabariki. Kiburi, majivuno, majikwezo yasitamkwe kwetu. Tukawa wanyenyekevu, kwa kuwa anatafuta mtoto mdogo, na ufalme wa Mungu unatekwa na hao, na walio mfano wa hao ndio wanaorithi uzima wa milele. Tukashuke, tukanyenyekee, na thawabu yake Mungu itakuwa njema kwetu. Na wengine taji zao zitang'aa. Watavikwa taji ya haki. Wengine watavikwa mavazi tu. Wengine watapoteza, tunaambiwa, na itakuwa kama kwa moto. Kilio na kusaga meno ndio itakapokuwa kama yule ambaye alipewa talanta moja ya kufanya jambo lolote. Bwana, Mungu, Mwokozi wangu, neno lako linanichoma moyo wangu. Neno lako linanifanya nife ganzi mwili wangu. Neno lako linanitia hamasa kuyafanya mapenzi yako. Neno lako linaniongoza. Neno lako linanitaka nisimame katika njia yako. Neno lako linanitaka nifanikishe mapenzi yako. Neno lako linanihitaji niende katika kweli yako. Neno lako linanitaka niatimize makusudi yako. Peke yangu siwezi Baba. Mimi ni binadamu na ndio binadamu mwingi. Wewe uliye roho na kweli, uliye msaada, mwalimu na kiongozi wangu, Roho Mtakatifu, ninakuhitaji. Shuka Bwana na uweza na nguvu zako. Tawala roho yangu, tawala nafsi yangu, tawala mwili wangu, tawala maisha yangu, tawala kila kitu changu. Ninaomba Bwana kwa ajili ya ndugu yangu huyo pia ananitazama. Mwezeshe Bwana, mfanikishe Bwana, katika jina la Yesu. Sema sala hii baada ya hii. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ulionipa kusikia. Ninaomba neema yako inibadilishe maisha yangu.
nifanane nawe Yesu, niyatimize yale mapenzi yako hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu. Vifungo vilivyonifunga wewe Yesu, shughulika navyo. Vingine nimejitakia mimi, lakini vingine vimenivaa tu. Naomba neema yako na mkono wako wenye nguvu ukashuke juu yangu. Wewe shujaa wa vita, uyabadilishe maisha yangu, ubadilishe hatima yangu, unijenge katika kweli ya neno lako, nikasimame katika misingi ya neno lako, nikadumu katika kweli yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mwanao. Ninamwachilia mikononi mwako. Ninaomba neema yako ende pamoja naye, na utukufu wako Bwana utembee naye. Huruma yako Bwana ikae pamoja naye. Kwa uwezo wa jina lako takatifu Bwana ukambadilishe maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Na sote Bwana utupe neema ya kukutumikia, lakini pia Bwana kujijenga sawa sana vile ambavyo nakupendeza, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti. Mungu ni hai, Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba nikiamini na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa ajili ya kutazama hata wakati huu. Ninakuomba usichoke, endelea kumtegemea Mungu, lakini pia endelea kuniombea. Mambo ni mengi, lakini Bwana Yesu ni mwaminifu. Yote ambayo anapenda tuweze kusemezana, tutaendelea kusemezana. Na nakusihi usiache comment hapo kitu ambacho Bwana amekubariki katika mafundisho haya. Unaweza kuniambia na mimi nipate faraja pia, kwamba anasema na mtu ambaye anapokea neema ya Mungu. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, na Mungu akaendelee kukuneemesha zaidi kama ambavyo anaendelea kunineemesha. Na zaidi sana nakaribisha usiache kusubscribe kwenye channel, usiache kulike na usiache kushare pale ambako unaona unaweza kushare. Na Mungu atakubariki. Moja ya vitu ambavyo vinaweza kutufanya tukapata neema na baraka na hata thawabu huko mbinguni, tutaona kipindi kinachokuja, ni pamoja na kushiriki katika utendaji wa kazi ya mtumishi wa Mungu. Kama umeniamini, unaweza ukashare kwa wengine na wenyewe wapate baraka zao, na thawabu yangu mimi itakufikia wewe pale siku ambako ninapata thawabu katika uzima wa milele. Amini hivi katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa iko hivi. Asante, na ninakukaribisha kwa kipindi kingine kijacho. Je, mbinguni tutafanana, sehemu ya 3, na Mungu atakubariki zaidi. Mungu mwema akubariki na nikutakie siku njema. Amen.